Ilikuwa ni usiku wa tarehe 14 mwezi Aprili mwaka 1912. Wengi wetu tulikuwa hatujazaliwa, ila tulihadithiwa tu kupitia nakala za tukio lile kubwa kuwahi kutokea ndani ya bahari ya Atlantiki. Inasemekana bahari ilikuwa tulivu usiku ule. Ilionekana meli tu ya Titanic ikiendelea kukata kilomita za bahari. Mungu alipanga usiku ule uwe usiku wa kihistoria utakaoacha kumbukumbu isiyokuwa ya kusahaulika ndani ya ulimwengu. Wakati huo malaika Jibrili akiendelea kupiga mahesabu namna ya kuzichukua roho za mamia ya watu wale. Safari ya Titanic ilikuwa ni kutoka Southampton, Uingereza na kuelekea New York City, Marekani. Na ukweli ni kwamba Titanic ilikuwa ni meli kubwa kuwahi kutokea, na hapo ilikuwa ikifanya safari yake ya kwanza tangu ilipotengenezwa. Kampuni ya Starline ndiyo iliyotengeneza meli hiyo, na waliuaminisha umma kuwa meli hiyo haiwezi kuzama milele. Mmoja kati ya watengenezaji wa meli hiyo, Bwana Thomas Andrea, alienda mbali na kusema kuwa hata kama ni mipango ya Mungu, meli hiyo haiwezi kuzama. Titanic iliendelea kukata mawimbi. Majira ya saa 6 usiku, mlinzi ambaye alikuwa juu ya mnara, Mr. Frederick, akanogewa na stori bana. Mwisho akasahau kuangalia direction ya meli kwa upande wa mbele. Wakati anarekebisha macho yake vizuri, alikuja kushtuka mbele yao kuna mwamba mkubwa wa barafu mithili ya nyangume aliyetega kwa mbele. Mr. Frederick alianza kupiga kengele za emergency kwa haraka, lakini tayari alikuwa ameshachelewa. Nahodha aliyoko chini alijaribu kukwepa mwamba ule. Alifanikiwa kwa kiasi, lakini mwisho meli ilibamiza upande wa kulia kwenye mwamba wa barafu. Na kwa kuwa meli hile kwa upande wa pembeni ilitengenezwa kwa bati ambazo zilikuwa ni laini, hivyo ilikuwa ni rahisi tu kwa mwamba ule kutoboa meli hile. Maji yalianza kuingia kwa kasi. Watu pekee ambao walianza kupatwa na athari ni wale walioko daraja la chini. Kule upande wa juu ambako wako matajiri, wenyewe bado walikuwa hawafahamu nini kinaendelea. Wale wa chini wakaanza kupanda juu ili kutetea uhai wao. Hapo ndipo ilipofahamika kwamba meli imeanza kuingiza maji. Malaika Jibrili aliendelea kuzichukua roho mithili ya uchinjaji wa kuku mabroila. Hakika ulikuwa ni usiku wa Titanic na malaika wa Mungu Jibril. Boti za uokoaji zilishushwa, lakini watu pekee ambao walipewa kipaumbele ni wazee na watoto wadogo. Hata hivyo, boti zenyewe zilikuwa ni chache, zisingeweza kuwatoa watu wote. Ni msifu sana nahodha wa meli Mr. Edward Smith. Yeye alikubali apoteze maisha, lakini tu ahakikisha anaokoa baadhi ya watu wachache. Mr. Smith ndiye aliyewaambia wenzie kuwa wao sio watu wa kuishi tena, hivyo waondoe hofu, kisha wakubali tu kuwa Mungu anawahitaji. Wachache walipona kupitia zile boti za uokoaji, ila wengi safari yao iliishia kwenye kina kile cha bahari ya